saa 2 kamili asubuhi. Karibu sana mwanafamilia Morning Talk ya Ibon FM kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Ndio hii waisikia kupitia speakers za radio yako asubuhi ya leo tarehe ya 10 mwezi March mwaka 2025. Leo ni siku ya Jumatatu na jicho pembuzi wakati wake ndio huu. Na hapa leo tuko na aliyekuwa kiongozi katika nafasi mbalimbali lakini pia mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ndugu yetu Patrick Ole Sosopi yuko hapa studio na tutazungumza naye mpaka majira ya saa 3 kamili. Kwa mengi ambayo tunakwenda kuyazungumza, hatujawa naye tangu umefanyika uchaguzi mkuu wa chama, na yako mengi ambayo yalitokea kuelekea uchaguzi ule. Hata baada ya uchaguzi wenyewe yako mengi ambayo yameendelea kutokea. Kumekuwa na kelele za pande tofauti kutoka ndani ya chama zikirushwa kuelekea pande nyinginezo, lakini pia zimekuwepo kelele za kutoka nje ya chama kuingia ndani ya chama. Masuala ya no reform, no election ni kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa sana kwa muda mrefu, ambavyo vimeendelea kuzalisha mambo mapya kila siku. Lakini pia mengineyo kuhusiana na siasa za Tanzania ni mambo ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa wakati huu. Na usisahau kuendelea kutumia Yas na Mix by Yas kwa kulipia bidhaa na huduma kupitia Mix, alafu urudishiwe gharama za makato. Na kubwa zaidi, waweza kujinunulia au kumnunulia mtu mwingine friji la Hisense na ukapata punguzo la mpaka 40% pale unapolipa na Mix lipa kwa simu. Yes, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Unaweza pia ukatumia Mix Super App, waweza piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli, au waweza kutembelea maduka ya Hisense Tanzania nzima. Msimu huu chagua kipendacho roho, na kupenda ni raha kweli kweli, lakini kujipenda mwenyewe hapa raha huwa inakuwa zaidi. Yes, ni wakati wetu kukupa kipendacho roho. Sosopi, karibu. Na shukuru sana Mwambene Yohana. Heri ya mwaka mpya hatujaona. Kwa kweli heri kwako na heri kwa wasikilizaji wa Radio Ibon FM. Shukrani sana. Ya kwa kweli habari ya siku. Tujapatana kwa kipindi hiki, sisi tumekuwa na mwaka mzuri. Mimi binafsi kwa sababu na uzima na mshukuru Mungu. Jambo la heri sana. Jambo la heri sana. Lakini pia kwenye chama chetu umekuwa ni mwaka wa kihistoria. Ndio. Tumekuwa na mambo mengi. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu mpaka sasa tuko salama, tuko imara, mapambano yanaendelea. Ndio. Aluta continue. Okay, wakati mnaelekea kwenye uchaguzi wa uongozi wa juu ndani ya chama ambao ulifanyika pale Mlimani City, Ubungo, Dar es Salaam, wakati wa kuelekea uchaguzi ule kulikuwa na makundi matatu. Kuna kundi ambalo lilionesha wazi linamunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe alikuwa mwenyekiti. Kuna kundi lilionesha linamunga mkono Tundu Antipas Lissu ambaye sasa hivi ndiye mwenyekiti. Na kuna kundi ambalo linatajwa kwamba ni kundi la waliokuwa waoga kuonesha upande waliopo kwa sababu wanazozijua wenyewe. Hiyo ya uoga ni watu wanaizungumza, sipigili msumari kama ndo halisi wenyewe, hapana. Lakini naweza nikalita kundi la wasiokuwa na upande, ambao walikuwa nasubiri pengine hoja ambazo zitatolewa kwenye kampeni na wachague mtu ambaye wanaamini. Hiyo ndio lugha nzuri. Sasa ile nimezungumza ile kwa inazungumzwa, hii nimeizungumza mimi. Ulikuwa pande gani kipindi kile? Kwanza labda kwa sababu tumeniuliza wakati mwafaka na wakati sahihi ilikuwa ni wakati wa kampeni. Sawa, mimi na jambo langu kwa pande huko itambulike kwamba mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati kuu. Okay. Nilikuwa namaliza wakati wangu ama muda wangu. Ambapo pia wakati huo nilikuwa mgombea wa nafasi ya ujumbe wa kamati kuu. Na kwa mujibu wa katiba ya Chadema, kamati kuu ndio chombo kilichokuwa kina wajibu wa kufanya usahili na kuteua wagombea nafasi zote zinazohusu nafasi za kitaifa. Sahihi. Tafsiri nyepesi ni kwamba kamati kuu ndio ilikuwa tume ya uchaguzi. Sahihi. Kwa utashi wangu na kwa uelewa na kwa experience nilionayo kama mjumbe wa kamati kuu,
ili nilazimu na nilipaswa kutokuwa na upande, kwa sababu kuwa na upande ningeonyesha biasness, conflict of interest. Na nafikiri katika wajumbe kama tikua chache sana ndani ya chama chetu ambao hawakuweza kuonyesha upande wakati wote wa kampeni za uchaguzi mpaka siku ya uchaguzi, naweza kusema nilikuwa ni mmoja wao. Lakini kura yapo asilimia 95 au kama sio 98 walikuwa wameonyesha upande, jambo ambalo nafikiri halikuwa jambo sahihi. Ila kura ulipiga. Sitaki kujua ulimpigia nani. Nisikilize. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Ndio. Nilikuwa namaliza muda wangu. Ndio. Nilikuwa ni mjumbe wa baraza kuu kwa nafasi yangu ya mjumbe wa kamati kuu. Ndio. Na nilikuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu. Nafikiri kama ulifuatilia, mmoja wa wajumbe wa mkutano mkuu alikuwa anatajwa kwa sababu sisi tulifanya uchaguzi wetu wa wazi na wa haki na huru. Kwa tafsiri ya maneno ya wazi, kwa tafsiri ya neno huru, kwa tafsiri ya neno haki, kila neno liliweza kutafsiriwa kwa vitendo. Kwa mimi nilikuwa ni mjumbe halali wa mkutano mkuu, na moja ya jukumu lilikuwa ni kupiga kura, na kura nilipiga. Sosopi, kuna kihunzi umejaribu kukiruka. Lakini nimekueleza hivi, hoja yangu ni kwamba hivi, sikuwa na wajibu wala sikupaswa kabisa kuonyesha upande kwa sababu ulikuwa na kupiga kura. Kupiga kura ni wajibu wangu kwa sababu mimi ni mjumbe. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Sasa siwezi kusema nilipiga kura kwa sababu kura ilikuwa siri. Ila ilikuwa openly. Ile process nzima ya mchakato wa uchaguzi, kusahili wajumbe, kuwasikiliza wagombea na kuuliza maswali, na process ya kupiga kura, na process ya kuhesabu kura, process ya kupiga kura. Kama mtu anakwenda anaitwa jina, anapewa ballot paper, anakwenda kwenye kizimba, anapiga kura, anakwenda kudondosha, alafu baada ya hapo watu wanaanza kuhesabu kura. Ndio wajibu ambao nilitekeleza wakati wa ule mchakato. Kati ya mambo ambayo aliyazungumza mwenyekiti ambaye amemaliza muda wake, Freeman Aikaeli Mbowe, ilikuwa ni kutoa wito wa uongozi ambao unafuata kutengeneza mfumo wa kuponya vidonda vilivyotokana na mchakato. Na katika nafasi hizo ulizokuwa nazo wakati huo, ni wazi wewe ni shuhuda wa mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea kipindi cha campaign. Maneno yalikuwa yanazungumzwa, kuna baadhi ya watu walizungumza maneno mabaya ambayo ni wazi yalikwenda kujeruhi, pasi kutaja alimjeruhi nani na nani, lakini alikuwa analeta kitu ambacho si kizuri kwa mustakabali wa chama, kwa wanachama. Hivi kuna lolote limefanyika kwa ajili ya jitihada za kuponya vidonda kama ambavyo ilitolewa wito? Kwa wewe ni kada tena, ifahamike kwamba campaign haijalishi ni ndani ya chama ama nje ya chama. Kampeni siku zote huwa kuna namna ambavyo inaweza kuleta maumivu. Kwa sababu na maumivu makubwa ni ya pande zilizokuwa zikigombea. Kama kuna upande utashinda, kuna upande lazima utapata maumivu. So it's obvious kwamba lazima kuna upande watu walipata maumivu kwa sababu ya kushindwa, kwa sababu ya expectations zao walizokuwa nazo, matumaini makubwa waliokuwa nayo juu ya mgombea wao, juu ya sera walizonazo. Na upande ulioshinda pia, si ndio wanaamini kwamba walifanya kazi kubwa, ilikuwa ni haki yao kushinda. Kwa hiyo kama ambavyo alizungumza mwenyekiti mstaafu Freeman Aikaeli Mbowe, siku anatoa neno la kwaheri kwa maana ya kumtakia heri pia alikuwa alishinda kwa maana Tundu Lissu, alieleza iundwe kamati ya mapatano ama reconciliation, sawa, ili kuliconcile maridhiano ndani ya chama, ya timu ya maridhiano iweze kuundwa,
ili kwa sababu chama kiliweza kuwa na pande mbili. Na pande zote zilikuwa zina nguvu sawa. Kwa sababu ukitizama hata interval ya utofauti wa kura ni mdogo sana. 482 kwa 513 aliyeshinda. Kwa hiyo unaona kabisa kila mgombea alikuwa na nguvu sawa na mgombea mwingine, lakini kwa sababu ilikuwa lazima apatikane, hata kama ilitokea mtu ameshinda kwa kura moja angeweza kushinda. Right? Kwa sababu ya aina ya wagombea waliokuwepo, lakini pia kwa idadi ambazo kura ziko. Kwa hiyo nategemea, kwa sababu sasa siwezi kusemea uongozi uliopo, na wao wanachukulia very positive. Nakumbuka mwenyekiti wa chama sasa Mheshimiwa Tundu alinieleza kwamba hilo jambo atalichukua kumradhi, lakini kwamba wameanza kutekeleza kwa kiwango gani na style ipi inatumika siwezi kujua. Inaweza kuwa movement ya underground kwa maana ya kuzungumza na mtu mmoja mmoja. Okay. Yes, ama itaundwa tume ambayo sijaisikia bado, kwa maana hiyo ya tume ya maridhiano ambayo ingeweza kutangazwa in public, lakini kwa sababu haijatangazwa, labda kuna jitihada nyingine na style nyingine inatumika kutengeneza maridhiano ya pande zote, na ninaona mambo yanakwenda, japo ni kweli kwamba timu ambayo ilishindwa ina maumivu kwa sababu hawakuwa wanategemea kushindwa. Kama ambao pia walioshinda pia walikuwa na maumivu kwa sababu kila mmoja alipanga na alikuwa na uhakika kwa calculation zake kwamba angeweza kushinda. Haki ambayo kila mmoja alistahili. Kila mtu alistahili kushinda na kila mtu alistahili kushindwa. Nguvu lazima tu move on, na mimi ni wasii wanachama viongozi tunahitaji wakati wa sasa Chadema iwe moja, tuendelee kupambana kwa sababu adui yetu sio sisi kwa sisi, ni kutaka kushika dola tuweze kusaidia taifa letu kuondokana na maadui wakubwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Uchaguzi umeisha, viongozi waliopata nafasi tuwape ushirikiano ili tuweze kusaidia chama chetu. Watanzania wana matumaini makubwa na chama chetu, ndio maana uchaguzi wetu ulitengeneza tension kubwa, ulivuta hisia kubwa za Tanzania ndani na nje ya nchi, kwa sababu aina ya wagombea tuliokuwa nao, namna kampeni zilifanyika, namna uwazi ulikuwepo, namna uhuru uliweza kutumika, haki iliweza kupatikana, hapakuwa na mang'amu yoyote yale, na ndio maana nchi iliweza kutokulala kwa masaa takriban 24 nchi yote inafuatilia nini ambacho kinatokea Mlimani City. Kwa alikuwa jambo dogo na nimetengeneza historia ndani ya chama chetu. Aitwa Patrick Ole Sosopi, mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kiongozi katika nafasi mbalimbali na ambazo amekwisha zihudumu. Leo tuko naye hapa, tunazungumza kuhusiana na chama chenyewe pamoja na siasa kwa ujumla. Mie nikikutana naye hapa kidogo huwa tunahitaji maji na oksijeni ya kutosha. Tunarudi hapa ndio kwanza mambo yanaanza. 36 baada ya 2 kamili asubuhi, morning talk ya Ibn FM ya siku ya 10 Machi 2025 katika speaker za radio yako. Mimi naitwa Yohana Mwambeni, kwa Patrick Ole Sosopi, kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tunazungumza naye hapa, yako mengi ambayo yanazihusu siasa za Tanzania, hasa siasa za upinzani za Tanzania. Tangu uchaguzi umefanyika na kuipata safu mpya ya uongozi ndani ya chama, kidogo tuizungumzie nguvu ya Chadema, ari ya Chadema na uhai wa Chadema katika uongozi huu mpya. Taswira yako inaona nini, Sosopi? Kwanza ninaamini kwamba wajumbe wa mkutano mkuu wa Chadema walikuwa wanajua nini wanachopaswa kufanya. Na walichokifanya kwa kumchagua Tundu Lissu kama mwenyekiti, Mheshimiwa Heche kama makamu mwenyekiti, Mzee Said Isa kama makamu mwenyekiti Zanzibar, na mwenyekiti baadaye kuleta Mheshimiwa John Mnyika kwa katibu mkuu wa chama, naibu Golugwa na Ali Mohamed kwa maana ya naibu Zanzibar. Ndio ni na trust kama trust niliokuwa nayo awali kwa viongozi waliomaliza muda wao. Okay. Sawa Okay. Na sisi Chadema huwa hatugombei vyeo. Sisi Chadema huwa tunagawana majukumu. Kwa hiyo majukumu aliyokuwa anayafanya mwenyekiti Freeman na uongozi wake uliopita ndio majukumu ambayo
wanatekeleza vivyo hivyo Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na jopo lake la uongozi. Kwa trust ni kubwa na watu kama ambavyo Watanzania wameonyesha imani kubwa juu ya uongozi uliopo. Sawa nina hakika pia hata ndani ya chama pia mategemeo yetu na imani yetu bado ni kubwa kwa viongozi wetu waliochaguliwa. Wanapaswa kupewa nafasi ya kuweza kutekeleza majukumu yao, kutekeleza usimamiaji wa maamuzi ya vikao vyote vya chama kama ambavyo wameanza kutekeleza wajibu wao. Wamekuwa na programu mbalimbali. Kwa jambo la kawaida kabisa kwamba tuna viongozi walio imara na tutategemea watatuvusha hapa tulipo na kwenda mbali zaidi. Nini kibadilika na viongozi wake walipotufikisha hapa, hawa nao watatutoa mahali salama na kutupeleka mahali salama bora zaidi, kwa maana ya kutengeneza imani kubwa na chama chetu kukua na kupata dhamana ya kuongoza nchi. Unaona nini kinabadilika Sosopi kutoka kwenye uongozi uliopita na uongozi huu mpya? Kuna chochote ambacho kinatofautiana kwa alama kati ya kipindi cha wenyekiti wa Freeman Mbowe na wenyekiti wa Tundu Lissu? Ni mapema sana. Lakini itambulike kwamba kila mtu ana strength yake. Na kila mtu ana weakness yake. Sasa ninachoamini kwa sababu ni mapema kufanya analysis ya uongozi ulioko kwa sasa. Kwa sababu ana almost mwezi mmoja tangu hapo madarakani. Kwa hiyo ni mapema kusema kwamba naipa alama ama naweza kufananisha uongozi uliopita na huu sasa. Ambao mwenyekiti Freeman pamoja na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa nao kwa miaka 21 na nikafananisha kwa mwezi mmoja, ni mapema kusema kwamba ni upi umeweza kufanya makubwa zaidi. Lakini nina imani kwamba kwa sababu ni jambo ambalo lilifanyika kikatiba na wajumbe wa mkutano mkuu waliweza kumchagua Mheshimiwa Tundu pamoja na viongozi wenzake, tuwape nafasi waweze kutekeleza wajibu wao. Baada ya miaka 5 tutafanya tathmini kile walichotuahidi na je chama kiko katika hali gani wakati huo, then tutaweza kufanya comparison ili kukompea kwa uongozi uliopita na wa sasa ni upi ambao umeweza kufanya vizuri ama kuna imani gani tulionayo kati ya uongozi huu na uliopita. Upi utofauti wa mwanasiasa na mwanaharakati? Mwanaharakati, mwanasiasa ni mstari mwembamba sana, unaweza kutofautisha. Wanaharakati wengi wanapambana kufanya mabadiliko ya mifumo mbalimbali. Wanaharakati wanaweza kuwa si watu wanaohitaji labda madaraka, sawa kwa maana ya uongozi, ila wanaharakati wanaweza kushinikiza uongozi uliopo katika nchi kutekeleza wajibu wa watu kupata haki sawa, lakini pia kama kuna vitu haviendi sawa kwa maana ya sheria mbalimbali, wana wajibu kama wanaharakati mara nyingi wanakuwa champions kupambania kuhakikisha kwamba haki inapatikana katika kila nyanja inayopaswa binadamu kuipata, ama utekelezaji wa wajibu wa viongozi kutekeleza wajibu wao pale inapopaswa. Kwa hiyo wanaharakati, wanasiasa wanafanya yale ambao wanaharakati pia wanafanya, lakini wao wakiwa pia wanatafuta nafasi ya kuongoza, kwamba wanakosoa, wana challenge, lakini pia wanaonyesha namna ipi wanaweza wakatekeleza wakipewa nafasi. Wakati mwanaharakati anasema hiki kinapaswa kuwa hivi, sivyo bila kusema kwamba sisi kama wanaharakati tukipata nafasi tutaongoza hivi vizuri zaidi. Wanasiasa tuna wajibu wa kukosoa, tuna wajibu wa kupinga, tuna wajibu wa kushauri, lakini pia kuonyesha kwamba tuna mawazo mbadala ama tuna alternative policy, kwa maana sera mbadala, kwamba kwa sababu nyinyi tunawaambia mnashindwa kufanya, sisi tunaweza kufanya bora zaidi ikiwa tutachaguliwa kwenda kuongoza. Wafuatilizi wa siasa na harakati za Tanzania wameweka utofauti kidogo. Baadhi yao nilivyosikia wanasema Freeman Mbowe ni mwanasiasa, Tundu Lissu ni mwanaharakati, na baadhi yao wameenda mbali zaidi wakizungumza ujio wa movement
no reform no election, kwamba sasa huyu ndiye Tundu Lissu ambaye walikuwa wanamtarajia kwa sababu ni mwanaharakati. Kwenye utofauti uliokuwa umetueleza hapa na awali nilikuuliza kuhusiana na utofauti kwa uongozi uliopita na huu, unakubaliana nao kwamba Tundu Lissu ni mwanaharakati, Mbowe ni mwanasiasa? Wote ni wanasiasa. Wanaweza kutegemea tone wanayotumia katika kuzungumza ama collaborate kile kitu ambacho wanakisimamia. Kwa sababu no reform no election si jambo jipya ndani ya Chadema. Sawa. Tumekuwa na ukuta. Sawa 2016. Sawa tumekuwa na operation Sangara ndani ya Chadema. Na hii operation the same. Yaani kila operation inakuwa na theme yake au inakuwa na dhamira ama inakuwa na malengo. Kwa malengo ya operation hii ya leo tunaita no reforms no election. Ni sawa na ambazo kauli mbiu ambazo tumekuwa nazo back days, tulikuwa tunapinga mafisadi, delete mafisadi, tumekuwa na operation mbalimbali, movement for change. Wakati tunafanya movement for change ilifanywa na wanasiasa, lakini namna ambavyo kariba ya Mheshimiwa Mbowe na kariba ya Mheshimiwa Lissu inaweza kuonyesha kwamba kila mmoja ana tofauti wake. Namna ambavyo Lissu anapopokea kupresent mambo yake na namna ambavyo Mheshimiwa Mbowe anavyozungumza na anavyopresent hoja zake inaweza kutengeneza tofauti na kufanya kwa sababu kwa historia Mheshimiwa Lissu amepata kuwa mwanaharakati kabla ya kuanza kuwa mwanasiasa. Okay. Yes, alikuwa mwanaharakati kupigania haki za binadamu wakati huo. Alipigania mazingira wakati huo. Alikuwa anasimamia kesi za kule Nyamongo kule wakati watu wanatumia maji migodi inatiririsha sumu kwenye mito waathiri maisha ya majitaka yale. Majitaka. Kwa hiyo alikuwa ni mwanaharakati alipigania haki za watu, kupigania haki za mazingira. Kwa wakati huo alikuja kuingia kwenye siasa na akaweza kuwa mbunge wa vipindi viwili katika jimbo la Singida Mashariki. Sawa, alipata kuwa mbunge wa rais. Kwa hiyo utofauti wao lazima utakuwepo. Lissu ni mwanasiasa na wanaharakati ndani yake. Okay, tofauti na Mbowe. Siwezi kutofautisha sana, naweza kueleza kwamba tone zao ndio zinatofautiana. Inawezekana safari hii Chadema ikaenda kiharakati zaidi. Wakati wote Chadema imekuwa katika harakati, wakati wote haijawahi kustop kufanya harakati. Ndio maana tumekuwa na operation za chopa, operation mbalimbali kuzunguka nchi pale mkutano, zote zile harakati. Harakati za kutafuta madaraka, harakati za kupambania haki, harakati za kupinga ufisadi, harakati za kupinga haki za binadamu, watu kuminywa haki zao, watu kufungwa, watu kupotezwa, watu mabadiliko yaliyofanyika kwenye INEC kutoka kwenye NEC bado hayajagusa hata kidogo hitaji lenu la kimuundo au kimfumo kwa uchaguzi ambao mnahitaji. Ni kweli kama mchagua kutumia akili timamu. Akili timamu very common sense. Akili ya kawaida kabisa. Common sense ya kawaida. Hakuna mabadiliko ya kuitwa NEC, sawa? National Electoral Commission na Independent National Electoral Commission. Hakuna mabadiliko. Kilichobadilika ni jina. Yaani hivi Watanzania wanapaswa kujua na wasikilizaji wengine. Kilichobadilika ni jina. Kwa sababu hata walipobadilisha sheria ya kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tumeshuhudia uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa sababu ile sheria iliyobadilisha jina ilieleza hata uchaguzi wa serikali za mitaa unapaswa kusimamiwa na kitu kinachoitwa INEC, kwa maana Independent National Electoral Commission. Lakini kilichosimamia ni kitu kile kile, NEC ya zamani ile. Sawa, tena nilisimamia TAMISEMI bahati mbaya. Hata ilipo Tume Huru ya Uchaguzi. Maana yake nini? Bado mabadiliko hayajafanyika. Tunachokisikia sasa hivi no reforms no election kutoka kwa Chadema imeleta taswira mpya ambayo imekuwa kuogofya kidogo kwa baadhi ya Watanzania, wakiwaza kwamba yawezekana ukatokea uvunjifu mkubwa sana wa amani baadaye, hasa kwa kuzingatia kwamba kikatiba ni nini kinaweza nini kinaweza kikazuia uchaguzi usifanyike. Tutarudi hapo Sosopi tuje tuichambue vizuri. No reforms no election inawezaje kufanikiwa ili hali
hakutakuwa na uvunjifu wa amani. Punde tu tukirejea hapa, lakini kubwa zaidi, endelea kujinunulia au kumnunulia umpendaye friji la Hisense na upate punguzo la 40% unapolipa na Mix. Na 2 baada ya saa 2 kamili asubuhi, Patrick Ole Sosopi yuko hapa, kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na mimi ni Yohana Mombene, tuendelea zungumza hapa, na nilisema tukirejea haswa itakuwa ni kwa ajili ya no reforms no election, ambayo baadhi ya watu tayari wameshaanza kupata hofu, hasa kwa kuangalia kile ambacho kiko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ngoja kwanza Sosopi tu. Bado sijakuuliza vizuri. Tulia kwanza. Yako mambo takriban 5 hivi ambayo kikatiba yanaweza yakazuia uchaguzi kuendelea katika hali yake ya kawaida. Kitu cha kwanza ni vita au kuonekana na hali ya hatari. Hapo sisi hatupo huko. Hampo huko. Hatuna tutegemea kufanya vita yote. Sawa. Lakini vile vile kikatiba kifo kujiuzulu kwa rais kabla ya uchaguzi ni kati ya vitu ambavyo vinaweza kaathiri. Kutokuwepo kwa wagombea halali inaweza kaathiri mchakato wa katiba mpya au mabadiliko makubwa ya kisheria. Ndicho tunachokitaka sasa. Hapo ndipo mlipo. Yes. Na inatajwa kwamba ikiwa kuna mchakato wa mabadiliko makubwa ya katiba au sheria za uchaguzi na waathiri moja kwa moja ratiba ya uchaguzi, inaweza ikasababisha kucheleweshwa kwa uchaguzi. Nitakukumbusha mwaka 2015 tulikuwa tarehe 1 mwezi wa 4 2015 tukapiga kura ya maoni juu ya katiba mpya ile. Lakini ikashindikana kupigika kura ile kwa sababu ya kuonekana ratiba inabana kuelekea uchaguzi mkuu. Nachojiuliza sasa hivi, muda sasa hivi unatosha ama ni nini ambacho nyie mnakiwaza mtakifanya kupelekea uchaguzi usifanyike kama hakutakuwa na mabadiliko haya? Hizo delay zote ni makusudi ya wazi ya chama tawala ama CCM. Mabadiliko ya katiba ama Watanzania kutaka mabadiliko ya katiba, hizi harakati hazijaanza jana, hazijaanza leo kwa sababu ya no reform no election. Tume ya Jaji Nyalali, sawa tume ya Nyaisanga, tume ya Jaji Warioba, kila wakati CCM wamekuwa hawataki kufanya mabadiliko kwa kutengeneza excuse, kwa kutengeneza sababu ambazo hazina msingi. Sisi mwaka huu tumekuja na hii kauli mbiu ya no reforms no election imepitishwa na baraza kuu la chama, imepitishwa na mkutano mkuu wa chama, ndio kikao cha mwisho kabisa cha kikatiba cha Chadema. Okay. Kwa nini? Sisi tunataka tuwasii Watanzania na Watanzania watuelewe na watuunge mkono kwa sababu ya historia ya hizi chaguzi. Uchaguzi wa 2019 haukuwa uchaguzi kwa maana ya serikali za mitaa. Wagombea waliondolewa na kumekuwa na hiyo room ya kutokuwa na uhuru wa uchaguzi kwa sababu ya sheria mbovu tulizonazo. Namna ambavyo wale wasimamizi wa uchaguzi returning officers wanateuliwa na rais ambaye baadaye anakuja kuwa mgombea. 2020 hivyo kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu unaona mgombea udiwani anaenguliwa kwamba hajui kusoma na kuandika, anaenguliwa mgombea ubunge kwamba amekosea jina, baadaye kuandika L kaandika R. Sawa? Yaani ni vitu ambavyo ukisoma sifa za mtu kuwa mgombea katika nchi hii zinasema unapaswa ujue kusoma na kuandika. Sahihi. Uwe na miaka kuanzia 21 na kuendelea. Sahihi. Uwe raia wa Tanzania. Yep. Usiwe na kosa lolote la kisheria la kijinai ndani ya miezi 6. Sawa, adhabu umetumikia. Hayo ndio makosa ambayo mtu anapaswi akiwa nayo hauwezi kuwa mgombea. Lakini sasa hivi kwa sababu hatuna tume huru ya uchaguzi na kwa sababu sheria zetu ni mbovu, ndio maana unakuta kwamba msimamizi wa uchaguzi anamuondoa mgombea bila sababu yoyote. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 tumeshuhudia mambo ya hovyo kabisa. Yaani mgombea wa CCM anamkatia rufaa mgombea wa Chadema, sawa alafu mgombea wa CCM aliyekata rufaa hajui, na mgombea wa Chadema ambaye anaenguliwa kwa kukatiwa rufaa haenguliwi kwa kusikilizwa kwanza. Yaani unaenguliwa kwanza ndio ukate rufaa. Badala kwa mujibu wa natural justice, kwa mujibu wa sheria nchi yetu ni kwamba mtu haruhusiwi kuhukumiwa mahakamani bila kusikilizwa au mahali popote pale, hata kama ndani ya familia. Uwezi kumwadhibu mtoto wako kwa kusikia amefanya kosa au amefanya kosa umeona mpaka umsikilize kwa nini umefanya kosa hili, and then baada ya kuwa ametoa majibu ndio unaweza kuchukua hatua. Ndivyo ambavyo ilipaswa kuwa. Yaani mgombea amekosea kujaza jina, muandikie rufaa, jibu ndani ya masaa 24. Usipojibu haina maana kwamba huwezi kuchukua hatua. Ndicho kilichotoka. Kwa hiyo hiki ambacho tunakieleza kwa Tanzania, no reform no election,
tunatoa wito kwa Watanzania wote tuungane kwa pamoja. Chaguzi zetu hazipaswi kumwaga damu. Sahihi. Kwa sababu chaguzi tunapaswa kupata viongozi ambao tunaamini viongozi wote wanatoka kwa Mungu, kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Tunachokitaka sisi, kiongozi atakayechaguliwa, mgombea ambaye atateuliwa na tume ya uchaguzi, akienda kwenye ballot box, kwa maana ya boxi, awe ni wa CCM, awe ni wa Chadema, awe ni wa Kafu, awe ni wa ACT, wananchi wakimchagua achaguliwe na aweze kutangazwa. Ndicho tunachokihitaji sisi. Kama ambavyo Chadema tumeonyesha hilo kwenye uchaguzi wetu mkuu. Uchaguzi wetu ulikuwa huru na haki. Ndicho ambacho tunataka. Kwa hiyo mifumo yetu ya kiuchaguzi tunataka ibadilike. Na hili halina maana kwamba tutaleta fujo. Na hili halina maana tutaleta mapigano. Tunaendelea kufanya mikutano, tutaanza mikutano hivi karibuni. Tunataka tutoe wito kwa Watanzania watuunge mkono, tuzuie uchaguzi. Na sisi hatuna shida. Nisikilize na Mwamwene. Na sisi hatuna shida. Tuko tayari Rais Samia aongezewe muda. Hata kama ni mwaka mmoja, hizi reforms zifanyike. The problem is sio kwamba nani au madarakani au lazima uchaguzi ufanyike mwaka huu. Uchaguzi ufanyike kukiwa kuna wale walio sawia. Kuna maswali mawili. La kwanza, muda wetu umekwisha, utajibu kwa kifupi kidogo. La kwanza, swala la kwamba mko tayari Rais Samia ongezee hata mwaka mmoja, ni la Sosope ama ni la chama? No reform, no election. Sawa Yaani ni kwamba katika tafsiri, kama muda hautoshi. Nisikilize, kama muda hautoshi kwa sasa, si ndio huo muda haukutosha 2015 kama ambao uliniambia. Sasa tunataka muda wa kutosha. Hata kama ni swala la kumuongezea muda, we better muongezea muda ili uchaguzi, ili reforms ziweze kufanyika. Lakini kama dhamira ya CCM na serikali yake ni njema, swala la kufanya mabadiliko ya sheria ya uchaguzi halihitaji mwaka mzima. Linahitaji dhamira, linahitaji nia, linahitaji utayari. Kama wako tayari, bunge linaweza kuitishwa, tukafanya mabadiliko sio ya kikatiba kwa maana ya katiba kubwa, tukafanya mabadiliko ya kikatiba madogo yanayohusu uchaguzi, ili uchaguzi wetu usiendelee kumwaga damu. Lengo letu si hilo Chadema. Uchaguzi wa serikali za mitaa, watu zaidi ya 6 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi. Sasa kwa nini tunakwenda kushiriki uchaguzi ambao watu wanakwenda kuuawa? Anaweza kuua Sosopi, anaweza kuua Mwambene. Why? Sosopi, mmefanya mikutano kwa mfano nchi nzima kama unavyosema yote, na hakuna hata mmoja ambao pengine mkutana na zile changamoto za kuzuiwa na nini. Mmefanya kwa mafanikio. Iko iliyozuiliwa lakini bado nasema kwa sasa hivi kwenye hii kwa ajili ya agenda ya no reforms. Kwa mfano ndio hivyo nasemea, mmeanza, mmefanya mikutano yenu yote vizuri. Hakuna kilichobadilika mpaka tunafika Oktoba. Nini ambacho mtakifanya kuzuia uchaguzi? Oktoba mbali sana. Oktoba mbali sana. Oktoba mbali sana. Wapi makadirio yenu hapo? Ni kwamba mpaka April tutafanya tathmini na kueleza umma hatua gani zinapaswa kuchukuliwa zaidi. Mpaka April kwa maana ya mwezi wa 4. Lakini kama operation kamati chama inakutana leo na kesho. Kamati chama inakutana leo na kesho. Baada ya hapo tutatangaza rasmi ratiba ya operation. Na kutangaza ratiba ya operation maana yake tunategemea kwamba hiyo ratiba itaeleza lini na wakati upi itafanyika katika mazingira yapi, maeneo yapi. Baada ya hapo tutafanya tathmini ya nini ambacho hatua nyingine. Tuna mikakati mingi ambayo hatupaswi kueleza kila wakati, ila katika kila hatua itakapokuwa inafika tutaeleza. Sawa na imeleta hofu tunajua ndani ya CCM. Na hofu hiyo tukitaka kuimaliza CCM, hatuna shida sisi. Tunahitaji reform, tunahitaji mabadiliko. Bunge liitishwe. Sawa, ili jambo la uchaguzi sio jambo la dharura. Tulijua uchaguzi utakufanyika 2025, immediately baada ya uchaguzi wa 2020. Kwa nini walidelay? Kwa sababu hawataki mabadiliko. CCM wanajua mabadiliko yakifanyika katika nchi wataondoka madarakani. Kwa hizi delays za CCM kutokutaka mabadiliko ya sheria za uchaguzi, wana hofu kwamba watapoteza madaraka. Wakati huu tunazungumza brother Mwambene, CCM haipo. Sisi tunashindana na dola. CCM ipo. Hakuna CCM tunashindana na dola. Hakuna CCM, ndio nakwambia hivi. Kama CCM ipo, waruhusu uchaguzi uende huru na haki. Kama uchaguzi, kwa sababu ndio maana tunataka hivi, tume itapatikana isiteuliwe na rais. Wasiwe ni wateule wa rais kama ambavyo nchi nyingine wanafanya, sio hapa tu. Kwa jambo hili ambalo tunalisimamia la kusema Watanzania watuunge mkono no reform election, Watanzania waamke.
boda boda wasimame, mama ntilie wasimame, kwa sababu mwisho wa siku uchaguzi ukifanyika wanaouawa ni wao. Wanauawa mama ntilie, wanauawa boda boda kwa haki yao ya uchaguzi, kwa haki yao ya kutaka kuchaguliwa kwa viongozi wao. Kitu ambacho hakipaswi kuwa hivyo. Ndio maana sisi Chadema tunasisitiza tunahitaji reforms za uchaguzi, tunahitaji mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili haya mauaji kwenye uchaguzi zisiendelee kuwepo. Wakati tangazo la wewe kuja hapa limesambaa kwenye mitandao yote ya kijamii, kuna mtu mmoja anasema huyu naye anapendeza kwa CCM aje agombea achukue jimbo hili la mjini kwa CCM. Umewahi kuanza kuondoka Chadema? Sijawahi kuanza kuondoka Chadema. Umeanza kugombea jimbo gani Chadema? Mimi ni mbunge wa wananchi wa jimbo la Isimani mpaka sasa. Bado jicho liko Isimani? Isimani ni nyumbani. Au inategemeana na upepo utakapokuwa? Hapana, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sasa pia nakushukuru bwana. Nakushukuru. Wakati mwingine tukipata nafasi basi tutashirikiana tena. Nakushukuru sana Yohana Mbene. Wa Tanzania watunge mkono no reform election. Hakuna fujo, hakuna mapigano. Waelewe dhana na dhamira tulionayo ni kutaka kufanya mabadiliko ili wapate haki ya kupiga kura na kura zao ziweze kulindwa. Leo Watanzania wamekuwa disappointed. Hawataki kushiriki chaguzi kwa sababu ya maumivu makubwa wanayokwenda kuyapata kwenye uchaguzi. Wanachagua viongozi lakini wanaongozwa na viongozi ambao hawajawachagua. Shukrani sana. Naitwa Patrick Ole Sosopi, kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kashika nafasi nyingi za uongozi ndani ya chama hiki, nikikumbuka ile harakati taifa mstaafu, makamu mwenyekiti wa vijana taifa, lakini mjumbe wa kamati kuu ile mweza muda wake, lakini pia ni mgombea wa nafasi ya ujumbe wa kamati kuu. Uchaguzi hujafanyika, wakati wote ukifanyika na uhakika wajumbe wa baraza kuu la chama watanipa nafasi. Mimi nikizungumza kuhusu Sosopi nakumbuka sana ile harakati ya ukuta. Walilaza hapa Central hapa Iringa siku 5. Mimi nilikamatwa kabla. Kutatanisha ilikuwaje? Mazingira nilisafirishwa kutoka hapa Iringa kwenda Dar es Salaam kwa kusema kwamba nimetoa kauli ya kichochezi. Japo sikukutwa na hatia yoyote katika kesi zaidi ya 17 nimekamatwa na serikali ya CCM. Kwa sababu ni hofu tu imekuwa ikiwapelekea kutukamata, lakini na uhakika kwamba wakati wa Mungu ni sahihi na huu ni wakati wake. No reform, no election, stronger together.